Usiku ni wakati wa kutulia, wakati ambapo moyo unaweza kuondoa mizigo ya siku na kupata amani ya kweli. Biblia inaonyesha kuwa usiku unaweza kuwa wakati wa kutafuta Mungu kwa siri na kupata faraja. Katika kitabu cha Zaburi, mwandishi anasema, nitaamka usiku kuomba, nitasema shukrani zako kila wakati. Hata Danieli alipopumzika na kuomba usiku wa manane, malaika wa Bwana alimlinda na kumpa ufahamu wa kiroho juu ya ndoto za mfalme. Na Hana aliomba kwa uchungu usiku wa manane, akiomba mtoto kwa Mungu, na moyo wake ukapata faraja, na baadaye akazaliwa Samueli. Hii inatufundisha kwamba usiku unaweza kuwa wakati wa kupumzika kwa kweli na kutia mizigo yetu mikononi mwa Mungu. Kabla tujaanza, tafadhali andika katika sehemu ya maoni: Bwana ananilinda usiku huu. Acha haya maneno yawe maombi yako leo usiku. Katika video hii tutasoma na kuomba kupitia Zaburi zenye amani, tukimwomba Mungu atupe faraja, pumziko la kweli na moyo mtulivu usiku huu. Sikiliza maombi haya kabla ya kulala au kuyaacha yacheze usiku kucha, kwa sababu hata tunapolala Bwana bado anatulinda na kutupa amani. Zaburi ya 30. Nitakutukuza Bwana, kwa maana umeniinua, wala hukuwafurahisha adui zangu juu yangu. Bwana Mungu wangu, nalikulilia nawe ukaniponya. Bwana, umetoa roho yangu katika kuzimu, umenihuisha kutoka kwao washukao shimoni. Imbeni zaburi kwa Bwana, enyi watauwa wake, na kuliushukuru jina lake takatifu. Maana hasira yake hudumu kitambo kidogo, katika radhi yake mna uzima. Kulia huingia usiku kucha, asubuhi huja furaha. Nami nilipostarehe nilisema, sitatikisika milele. Bwana, kwa radhi zako umeniweka imara mlimani pangu. Ulikapo uso wako nilifadhaika. Nalikulilia wewe Bwana, na kwa Bwana nalisihi. Kuna faida gani katika damu yangu nishukapo shimoni? Je, udongo utakushukuru? Je, utatangaza kweli yako? Bwana, usikie, unihurumie. Bwana, uwe msaidizi wangu. Umenigeuza maombolezo yangu kuwa shangwe kwangu. Umeyavua magunia yangu, umenifunga furaha. Ili utukufu wangu nikuimbie, wala usinyamaze. Bwana Mungu wangu, nitakushukuru milele. Zaburi 41. Heri mtu yule amfikiriaye maskini. Bwana atamwokoa wakati wa taabu. Bwana atamlinda na kumhifadhi hai, atabarikiwa katika nchi, wala hutamtia katika mapenzi ya adui zake. Bwana atamtegemeza juu ya kitanda chake cha ugonjwa, utamlaza kitandani pake apokuwa mgonjwa. Nalisema, Bwana, unifadhili, uniepushe nafsi yangu, nimekutenda dhambi. Adui zangu hunena mabaya juu yangu, wakisema, atakufa lini, na jina lake lipotee? Na kama mmoja akija kuniona, hunena ubatili. Moyo wake hukusanya maovu, yeye hutoka nje na kuyasema. Hao wote wanichukiao waninong'onezea pamoja, wananitakia mabaya. Neno la uovu limenishika, wakisema, amelala, hatainuka tena. Naam, rafiki yangu mwenye amani nami, niliyetumainiana naye, aliyekula chakula changu, ameniinulia kisigino chake juu yangu. Lakini wewe, Bwana, unifadhili, uniinue, nipate kuwalipiza kisasi. Kwa neno hili najua ya kuwa wewe unanipenda, kwa kuwa adui yangu hanishindi. Na mimi kwa unyofu wangu umenitegemeza. Umenisimamisha mbele ya uso wako milele. Na ahimidiwe Bwana, Mungu wa Israeli, tangu milele na hata milele. Amina na amina. Zaburi ya 107. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Na waseme hivyo waliokombolewa na Bwana, aliyewakomboa na mkono wa adui, na kuwakusanya toka nchi zote, toka mashariki na magharibi, toka kaskazini na baharini. Walipotea jangwani katika njia ya nyika,
Hawakuona mji wa kukaa ndani yake. Waliona njaa, wakaona kiu. Nafsi yao ndani yao ilizimia. Wakamlilia Bwana katika shida zao, akawaponya na mateso yao. Akawaongoza kwa njia ya sawasawa, waende mpaka mji wa kukaa ndani yake. Na wamshukuru Bwana kwa fadhili zake na maajabu yake kwa wanadamu, kwa kuwa ameinyeshea roho yenye kiu, na roho yenye njaa ameijaza mema. Walikaa gizani na uvulini mwa mauti, wamefungwa kwa mateso na chuma, kwa kuwa waliasi maneno ya Mungu, wakalidharau shauri la aliye juu kabisa. Kwa hiyo akayatesa mioyo yao kwa taabu. Walianguka, wala hapana msaidizi. Wakamlilia Bwana katika shida zao, akawaponya na mateso yao. Akawatoa gizani na uvuli wa mauti, akazikata pingu zao. Na wamshukuru Bwana kwa fadhili zake na maajabu yake kwa wanadamu, kwa kuwa amezivunja milango ya shaba, amezikata minyororo ya chuma. Wapumbavu waliteswa kwa sababu ya njia ya uasi wao, na kwa sababu ya makosa yao. Nafsi zao zikachukia kila chakula, wakakaribia malango ya mauti. Wakamlilia Bwana katika shida zao, akawaponya na mateso yao. Akalileta neno lake na kuwaponya, akawaokoa na mashimo yao. Na wamshukuru Bwana kwa fadhili zake na maajabu yake kwa wanadamu. Na watoe dhabihu za kushukuru na kuzisimulia kazi zake kwa kuimba. Waliotelemka baharini katika merikebu, wakafanya kazi yao katika maji mengi. Hao wameyaona maajabu ya Bwana na kazi zake za ajabu vilindini. Maana aliagiza upepo wa dhoruba, ukainua mawimbi yake. Wakapanda juu mbinguni, wakashuka hata vilindini. Nafsi yao ikayeyuka kwa taabu, wakazunguzika na kuyumba kama mlevi. Busara yao yote ikamezwa. Wakamlilia Bwana katika shida zao, akawaponya na mateso yao. Akaufanya upepo kuwa utulivu, mawimbi yake yakatulia. Wakaifurahia kwa kuwa yametulia. Hata akawaleta kwenye bandari walioitamani. Na wamshukuru Bwana kwa fadhili. Akaufanya mito kuwa jangwa na chemchemi za maji kuwa nchi yenye kiu, nchi yenye kuzaa kuwa jangwa la chumvi, kwa sababu ya uovu wa wakaao ndani yake. Akaufanya jangwa kuwa ziwa la maji, na nchi kame kuwa chemchemi za maji. Akawakalisha humo walio na njaa, wakaweka mji wa kukaa ndani yake. Wakapanda mashamba, wakapanda mizabibu, wakaleta matunda ya mavuno. Akawabariki hata wakazidi sana, wala hakuwapunguza wanyama wao. Kisha wakapunguzwa na kunyenyekezwa kwa dhiki, mabaya na huzuni. Yeye humimina dharau juu ya wakuu na kuwazungusha nyikani wasipite njia. Lakini humwinua maskini kutoka matesoni na kumfanya jamaa kama kundi la kondoo. Wenye haki wataona hayo na kufurahi, na uovu wote utaziba kinywa chake. Atakayekuwa na hekima na azizingatie mambo haya, naye ataelewa fadhili za Bwana. Zaburi hizi zinatufundisha kwamba hata katika giza la magonjwa na maumivu kuna tumaini lisilotetereka. Zinatuambia kuwa Mungu ni mgonjwa wetu na mgonjwa wa mpendwa wetu pia, akitupatia uponyaji wa mwili na roho. Hazituachi tunatembea peke yetu, badala yake zinatufundisha kuamini kuwa nguvu na uponyaji viko mikononi mwa Muumba wetu. Zaburi hizi ni faraja, msaada na mwanga wa matumaini katika wakati wa majaribu. Zitakupatia amani hata unapopitia vipindi vigumu na kukukumbusha kwamba hauko peke yako.